Wagwan, mambo vipi? Kama kawaida bana, leo sitaki kupotezea muda mrefu sana siku mbili tatu hizi kumekuwa na shows ambazo zimeendelea kwa back to back shows. Kwa kweli kuna shows zile za Yanga Day, nimeona pia watu wa Simba wamefanya tamasha lao pale Coco Beach, lakini pia nimeona kwenye matamasha mengi ambayo yameendelea. Kuna tamasha la festival ya msanii wa kike mkubwa tu Tanzania inaendelea, na mashow mengi tu, watu wanasafiri wameenda nje wanafanya shows hizo na kama hivyo. Kuna show imefanyika Zanzibar wiki moja tu iliyopita. Kuna kitu nataka nijiulize, kuna uhalisia gani ama ubunifu umetuishia ya kwamba kushoto kulia bwana, huku nyuma sijaona bado, kushoto kulia. Ni nini hicho? Ni nini yani? Why kila show wasanii wetu na si mmoja, wote wameingia kwenye mtego wa kushoto kulia. Huu mtego wa kushoto kulia alianzisha nani? Inawezekana ni mzee wetu Lukuga. Unajua tena mzee wa kuondoka na kijiji na nini, lakini is it necessary? Yani mtazama show hizi, angalia hapa, angalia hii video hapa. Unaona huyo anajaribu kupigisha watu kelele. Of course, sawa, achana na hiyo video. Umewahi kumuona Burna Boy, umewahi kumuona Wizkid, umewahi kumuona Chris Brown, umewahi kumuona Neo, umewahi kumuona maybe 50 Cent or somebody else kwenye majukwaa makubwa ya kimataifa anawaambia watu left right. Umewahi kuona? Sisi tunatakiwa kuongeza ubunifu. Majukwaa yanawapenda wasanii wetu, muziki wetu bado ni mzuri, na ukitaka kuamini hilo, juzi wakati kuna show ya Yanga pale, kuna mtu alikopo amepanda anaitwa Mbwido akwambii uende kushoto na kulia, unaenda mwenyewe. Umeelewa? Na wasanii wa Singeli wanayo hiyo. Ni kama kitu kipo kwenye miili yao, kwenye damu yao. Yani unajua energy ambayo wanayo wasanii wa Singeli bro. Hawawezi kumwambia shabiki kushoto kulia. Sio, umeelewa? Hawezi. Msanii wa Singeli vibe lake sawa, vibe lake. Niliwahi kuona kuna msanii mmoja alikuwa anaitwa Kidene Fighter kama sikosei. Kuna show moja niliwahi kuiona YouTube, jamaa aliwaambia nendeni mkachume mti, yani mkachume matawi kwenye ule mti ulibaki ndani. Ule mti ulibaki ndani dakika moja. Ule mti ulikuwa kama umepigwa na radi, hakukuwa na tawi hata moja. Mwarobaini uliisha wote. Hatusemi kwamba msi communicate na mashabiki, lakini nitawatolea mfano. Wasanii wa Singeli walipoanzisha ile tunaenda huku, watu wakawa wanakimbia upande huu, wanaenda kushoto, wanakimbia, wanaenda kulia, wanakimbia. Wengine wakawa wanaenda tunarudi nyuma, watu wanakimbia, wanarudi nyuma, tunaenda mbele, wanakuja mbele. Bongo Flava wakaiga ile, lakini bado licha ya kuiga ile hawajaiacha kushoto kulia. Hii kushoto kulia bro, kuanzia A-list wanaifanya mpaka wanaochipukia wanaifanya. Nadhani ni kama kipimo cha kujipima ubavu kwamba watu wananikubali kiasi gani. Haitoshi wazee, kushoto na kulia haitoshi. Watu hawachoki kunyanyua mikono yao.
watu hawachoki kunyanyua mikono yao. Wanaujua wimbo wako, wanakujua wewe, kuwa na kitu cha ziada. Wabebee bidhaa ya ziada, wabebee bidhaa ambayo wao hawaioni sehemu nyingine. Si umeelewa? Wabebee kitu ambacho cha ziada. Na I know for the gram tunafanya hivyo kwa ajili ya kupata picha, tunafanya hivyo kwa ajili ya kupata videos, tunafanya hivyo kwa ajili ya kutengeneza portfolio nzuri, shows zetu zionekane kama zilikuwa na watu wana respond, watu wanalipenda, lakini imekuwa too much. Imekuwa too much guys, imekuwa too much. Huwezi kumuona BNSO anafanya kushoto kulia, huwezi kumuona mtu kama wewe. Huwezi kumuona Khaligraph Jones anafanya hivyo. This is only in Tanzania. And I'm not saying kwamba Tanzania hatufanyi vizuri. Hapana. Tunafanya vizuri sana kwenye majukwaa mengi makubwa ya ndani na ya nje ya nchi. Tunafanya vizuri sana. Lakini guys, kushoto kulia, badilisheni. Ambieni watu basi wanyanyue hata mguu juu. Fanyeni bunifu mwingine. Singeli walikuja na vua mashati vua, shemeji atafua, vua mashati. Mkaiga Bongo Flava, mkaiga. Kwenye shows zenu mlikuwa mnaweka kakipande kidogo kukimbizana na watu, ka Singeli. Wote walikuwa wanaweka kwenye mega mix zao. That's not it. Kama tunataka kweli muziki wetu ukue, kama tunataka kweli kuipa heshima Bongo Flava, hatutaki kuanza na mambo ya kushoto kulia. Sijai kuona mimi Inspector Aaron Babu anafanya hivi, sijai kuona Fande Sele anafanya hivi, sijai kuona Mr Blue anafanya hivi, sijai kuona kina Madi Ali wanafanya hivi, sijai kuona kaka zetu waliotutangulia kwenye muziki wakifanya hivi. Hii ni new generation ndio inapenda mambo ya kushoto kulia. Unaenda kwenye album ya Ugali pale Diamond Jubilee, uoni watu wasanii wakifanya hivyo. Huwezi kuona kitu kama hicho. Si umeelewa? Huwezi. Uzinduzi wa albums kubwa nyingi zimefanyika kwenye maeneo mengi makubwa. Kwenye jukwaa lile la kutafuta mfalme wa rhymes, watu waliimba sana, walichana sana. Wakina Afande walikuwepo, wakina Sogi walikuwepo. Shows za namna ile watu wamezimisi. Na wamezimisi kwa sababu hawa wasanii nao kutajia walikuwa connected na mashabiki zao bila kuambiwa kushoto kulia. They were doing good kwa sababu walikuwa connected na mashabiki. Kwa hiyo kama wewe ni msanii na unafanya muziki, upo kwenye platform tayari, njia zako zimeshaonekana, watu wameshakupenda, achana na kushoto kulia, achana nayo. Just do the good music. Pale jukwani ukiimba vizuri, watu watakufuata tu, kwa sababu watu wanapenda muziki. Si umeelewa? Niliwahi kusafiri mwaka fulani, nilienda Mbeya, nakumbuka ilikuwa ni show ya muziki mnene. Mimi nimefika Mbeya, nikawa nahisi kwamba kwa jinsi nilivyoona tu kule masela wa kule, washikaji wa kule, nikajua huko Singeli hamna, huko Singeli hatutoboi. Alikuja Msagasumu kabla hajapanda ngazi, akapiga intro ile oya pale chini Sokoine, ile jukwani kwa hapa chini hapa, ambapo hapa ndo tunaambiaga kushoto kulia, wao wanafuata tu. Hapa kwa chini hapa palikuwa hapatoshi. Nimeiona hiyo Mbeya, nimeiona hiyo Mwanza, nimeiona hiyo Dodoma, maeneo ambayo yako mbali na pwani ambako tuliamini kwamba Singeli ndio ilipotoka. Niliona hiyo anapanda, nakumbuka niliona pia kwa msanii Tundeman kwenye show zake, sijai kusikia anasema kushoto kulia, sijawahi. Ifike hatua tuachane na kushoto kulia. Thank you. My name is Timo and this is More Talk. I'm out.